Somebody asked Jesus, Lord, let me with you when you come in your kingdom. But Jesus said, tonight, you'll be with me in the garden of God. Tonight, we are with Jesus Christ, and this is the garden of God. Hallelujah! There's the power of God today. There's the blessing of God today. This is holy ground. This is holy ground. Hallelujah. Before I do anything else, and I will take a very short time, sing my favorite song. But I would ask the Pastor Musisi, do you allow me to interrupt your program and sing with me this song? Munikubali niimbe wimbo ambao naupenda. Mwizo kulembera, tukulemberani. Kakutendeze mukama. Ani atukulembera manange. Hallelujah. Ani? Mwena. Okay, tutandike. 1, 2, 3, go.
Everybody. Asante sana for dancing before my God. Kuchezea mbele za Mungu wangu. You know, King David danced before the Lord. Unajua mfalme Daudi alimchezea Mungu. He danced so vigorously that the clouds fall down. And his wife looked through the window and despised him. Because David was just a poor fellow, a shepherd in the bush. Kwa sababu Daudi alikumbuka alikuanga tu mchungaji huko msituni na Mungu akamtoa huko. And the wife was a daughter of a king. Lakini kumbuke bibi yake alikuwa msichana wa mfalme Sauli. So this man dancing before the poor people. Sasa huyu mfalme akicheza mbele ya watu maskini ilikuwa haieleweki. Moreover, when the clothes fall down, I think King David remained almost naked. Sasa unajua mavazi ya Daudi ulikoanguka ninadhani alikuwa karibia kuwa uchi. So the princess, the wife, despised him. Kwa hiyo bibi yake alipomwona akicheza hivyo akamdharau. And she came slowly afterwards and whispered to him. He said, how can you do such a thing before the people? Kisha baadaye bibi yake akamkujia kwa upole na akamnong'onezea masikioni, unawezaje kufanya jambo hilo mbele ya watu? David said, it was before the Lord who made me king in the place of your father. Daudi akamjibu akasema, nilikuwa ninachezea Bwana aliyenifanya mfalme badala ya baba yako. And although you think I was despised before those people, I was held in honor. Lakini ulicha kunafikiria hao watu wamenidharau kwa mchezea Bwana, nilikuwa nainuliwa pia kutukuzwa. I thank you people today who've danced before the Lord and God has honored you today. Ninawashukuru watu kwa sababu mmechezea Bwana na Bwana wamewaheshimisha. It has been before the Lord, and those who see us on television here and far, we have been dancing before the Lord, the owner of the world, the creator of the universe, the master of the things, the blesser of all things, the owner of the one who lives eternity. Yani tulikuwa tukimchezea Bwana ambaye ni Bwana kwa milima 10,000, yule ambaye anabariki vitu vyote na Bwana aishia milele. Kino kitegeerwe eri abatulaba wano ku TV ne wala ntife tubadde tuzinira Mukama Katonda waffe oyo yatutonda nannyini w'ensi entandikwa era enkomerero ya buli kintu. Hallelujah. Amen. He is the Redeemer. Yeye ndiye Mwokozi. He is the Creator. Yeye ndiye Muumbaji. He is the only power that I know. Yeye ndiye mwenye nguvu. He is the Alpha and Omega. Yeye ni mwanzo tena mwisho. He is the owner of the present, the past, and what is to come. Yeye ndiye aliyekuwepo hapa na His name is Jesus Christ. Yeye anaitwa Kristo Yesu. And that Christ will come again. Yeye ni Kristo anayekuja hivi karibuni. That's why we are dancing before him today. Huyo ndiye tunamchezea. I've not come to preach today. Sijakuja kuhubiri leo. I've here in two categories. Niko mahali hapa vipengele viwili tofauti. I'm here as a minister of the government and representative of His Excellency the President of Uganda. Niko mahali hapa kama minister ama waziri wa minister of government achikide president w'eggwanga lino. Yoweri Kaguta Museveni. Yani memwakilisha rais Yoweri Kaguta Museveni. A man who fears God. Mtu ambaye anayemheshimu Mungu. Omusajja atya Katonda.
When we were in bondage under the leadership of Idi Amin, we prayed that God will give us a God-fearing leader. Wakati tulikuwa kwenye utumwa chini ya uongozi wa rais aliyepita Idi Amin dada, tulimsihi Mungu atupatie mtu anayemhofia. Batwali mu busibe mirembe ja Idi Amin twasaba Katonda ne tumugamba Mukama tuwo mukulembeza akutya. Now we have Yoweri Kaguta Museveni, a God-fearing leader. Sasa tunaye rais Yoweri Kaguta Museveni ambaye anamheshimu Mungu. Olwayo tuina Yoweri Kaguta Museveni umusajja atya Katonda. He is the president. He calls Christians to go to State House and pray. Lakini licha kwa yeye ni rais wa nchi, anawaita Wakristo wakuja kwa nyumba yake na kuomba. Ye president aita abalokole n'abaita bajje mu State House bamusabire. He's the president when there was COVID-19 catastrophe in the whole world, who called Christians in State House to pray that God may lift his anger. Yani wakati mataifa mengine yote ulimwenguni walikumbwa na COVID-19, lakini yeye aliwaita Wakristo wakuja kuombea nchi ili Mungu aondoe hasira yake. Ye Katonda bwe twali munawokera wa COVID-19 eyayita abalokole bajje basabe Katonda atujjeko ekikoligo kya COVID. And now we are free from COVID. Na sasa tumefunguliwa kutoka katika hiyo COVID. Ero lwalero tetukyalina COVID. He is the one who has given most to every church, every worshiping place, every mosque the president had donated. Yani ni president ambaye alipeana kwa kila kanisa na kwa kila kila msikiti wakati huo wa dhiki na mateso. That is a God-fearing president. Yani huyo ni rais ambaye, and let us pray for him. President atakatonda awaba silamu awaba lokole awaba katoliki bonna abawaba akkiriza mu Katonda. When he first came to power, some dominant religions went to him and said, you don't allow those Barokole to pray. You ban them, as Idi Amin did, leave only the three of us. Na wakati alipokuja mamlakani, wale viongozi wa dini walimkujia wakamwambia usiruhusu hao Wakristo wakaomba, ufanye vile Idi Amin dada alivyofanya, uache sisi pekee watatu. Bwe yali akajjamu bukulembeze abakulembeze b'eddiini esatu zinnansangwa bamulumba ne bamugamba ssebo w'ekitiibwa abalokole basirisize ddala nga Idi Amin bwe yakola tobakkiriza kusaba lekawo ffe abasatu ffekka. President said, no, I did not fight for that. I fought for the freedom of everybody, freedom of expression. Let the people worship God the way they want. And now we are here worshiping God. Na kisha president akawajibu ya kuwa mimi sijapigania hiyo, nimepigania uhuru wa kila mtu na kila mtu anaweza ama vile anavyotaka. Ndivyo ilivyo leo, tunaabudu vile tunavyopenda. Yena abagamba nze ekyo si ekyantwala mu nsiko kulwanira eddembe lya buli muntu, buli omu abe n'eddembe eryogera, eddembe erisinza, kyova olaba tuli wano tuzinira Mukama. That is the president in whose government I serve and whom I'm here today to come in his name to declare open this international Christian conference. Hallelujah. Huyo ndiye ambaye ninahudumu chini yake na nimekuja hapa kwa jina lake kumwakilisha kuweka rasmi mkutano huyu wa muunganiko wa mataifa. Government y'omusajja afaanana bw'atyo nange gye nkoleramu era kyekiti ekimu kyannyimiriddemu wano mu linnya lye nga nzize okuggulawo olukuŋŋaana luno mu butongole ab'oluganda luno president yaggulawo olukuŋŋaana lwaffe. Hallelujah. And I thank you for the gift of the Bible and the book and the written notes which you have given me. I will make sure that they reach him. Na ninashukuru kwa Biblia mbili ambazo wamenipatia kama zawadi na wameniandika maandiko kadhaa wamenakiri chini na nitahakikisha hizo zawadi zimetoka hapa zinafikia rais ambaye nimekuja kumwakilisha leo. Era mbebaza olw'ebirabe bya Bayibuli n'obutabo bwe mumpadde n'ebiwandiiko n'obubaka bwe muwandiisemu era mbakakasa ngenda butwala mbutuuse w'omukulembeze w'eggwanga lino. Hallelujah. Amen. So in that name of the head of state of this country, I declare this conference open. Katika jina kuu la kiongozi wa nchi hii, ninatangaza mkutano huyo umefunguliwa. Era mu linnya ly'omukulembeze w'eggwanga lino ndi wano okulangirira nti olukuŋŋaana nduguddewo mu butongole.